Tumeyaona mavurugu ni sehemu ya utumishi. Sisi hapana. Tunaongea na mtu aseme amina hapa. Mimi nikwambie wazi, hapana. Utaratibu wetu mbona uko wazi? Binti uwezi ukaolewa na mtu ambaye hamko the same. Sawa sawa. Kwenye mambo ya imani nitakukatalia wazi, na sio kwamba nakuonea wivu kwa sababu wewe ni mpumbavu tutakufundisha hivyo. Uwezo kaniletea mimi Muislamu, wewe baba huyu nitambadilisha. Wewe umekuwa Yesu. Yesu amemshinda kuliko uwezo wewe. Damu yake Masihi. Uwezo wewe. Akaoewa kwenye imani yako. Wako wengi madada kule, nishawahi kuambia. Kijana uwezo kaniletea mimi Mkatoliki hapa. Pende kanisani kwetu pastor hana noma. Na noma mpaka mwisho. Yaani mimi na noma mpaka sina noma. Noma unayo. Noma unayo baba. Semeni hivi. Sasa nisoma Nehemia 9:12. Soma Nehemia 9:12. Hizo ndo noma za kwangu mimi. Sitaki mimi upuuzi. Wewe unaleta mtu kutoka huko sio imani yako, kwa sababu kuna watu wanakuja huko wala hawajaamua kuokoka, wapo tu. Sasa unamlazimisha umuoe kwa sababu gani? 9:12 Nehemia. Nehemia 9:12. Unasema nini? Zaidi ya hayo ukawaongoza kwa nguzo ya wingu mchana. Nehemia. Unasoma nini? Ezra soma. Roho Mungu nisaidie. Hii ndo noma. Ezra 9:12. Basi usiwape wana wao binti zenu. Soma vizuri usitetemeke. Usitetemeke. Basi msiwape wana wao binti zenu. Msiwape wana wao binti zenu. Wala msitwae binti zao. Wala msitwae binti zao kuwa wake za wana wenu. kuwa wake za wana wenu. Wala msiwatakie amani. Wala msiwatakie amani. Wala kufanikiwa milele. Wala kufanikiwa milele. Ili mpate kuwa hodari. Ili mpate kuwa hodari. Na kuwa wema wa nchi hiyo. Ukisoma pale juu, Biblia inasema kuna ndoa zilileta madhara mpaka Mungu akaiacha Israeli. Walioa wanawake wa kigeni. Ni mstari gani? Anza wa kwanza. Na mambo hayo yalipokwisha kutendeka, wakuu wakanikaribia wakisema, watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawakujitenga na watu wa nchi, hawakujitenga na watu wa nchi, hawakujitenga na watu wa mataifa. Hakuna ushirika kati ya wewe na mtu ambaye hajamwamini Yesu. Wa mwili tu hivi umekataliwa, sembuse wa kuoana kabisa. Wewe una akili unaniletea baba. Huyu anasema ni mkarismatic. Ana hofu ya Mungu. Yuko charismatic. Mcha Mungu. Charismatic. Charismatic. Eti naye ameokoka huko alikotoka. Wapi? Na haya ni mambo ya kijinga. Mimi siwezi kuyakubali. Na sasa hivi kuna watu wamefungishwa ndoa ni wajawazito. Sheria yenyewe ya nchi inakataa. Sisi wachungaji tunakubariki hiyo kitu. Mimi ukiniletea tofauti na Pentecost nitakataa. Na wewe binti ujue hivyo, usije kuingia kwenye 18 ya kwangu. Naletea jemba moja hapo imekaa hivi. Eti nimemchunguza. Bodi. Wewe bahati nzuri bwana harusi amekuja leo, makofi kwake na bibi harusi. Hallelujah. Lakini niliwafundisha hatua za ndoa. Ziko ngapi bana?
ukuaji. 3, wewe umemchunguza utamjua. Na hatua ya kwanza ni ya wimbo ulio bora. Mpenzi wangu mzuri pia. Si wimbo ulio bora jamani. Ndio hatua ya kwanza ile. Hatua ya kwanza, nani huwa anatoa makucha yote ukayaona? Nani? Hakuna hiyo kitu. Nani? Wimbo ulio bora tulisoma pale. Tulisoma kitabu gani? Wimbo ulio bora sio? Eva nimeshaanza kusahau mara hii. Alafu mtu aje akwambia nimemchunguza nikamjua. Wewe utamjua mtu wa siku mbili? Vijana acheni uhusiano. Kitabu cha Wimbo ulio bora sura ya 4 mstari wa 9. Nisomee hapo moja. 4:9. Umenishangaza moyo. Umenishangaza moyo. Wala mnacheka. Umenishangaza moyo. Umbu langu. Bibi harusi. Umenishangaza moyo. Kwa mtupo mmoja wa macho yako. Si ndio Biblia inasema hivyo? Sasa hapo wewe utamjua mtu. Hapa ni kusifiana, uchumba ni kusifiana tu. Uchumba huwezi ukajua madhaifu ya mwenzio hata siku moja. Wewe usinidanganye Mungu mchunguze ukamjua. Umekuwa Mungu. Na wewe mwenyewe sema Mungu nichunguze wewe. Sio wewe na mchumba wako, utamweza mtu wewe? Wewe utaweza kumchunguza kijana kwa muda huo mfupi ukamjua? Kila mtu hapa tunasema nini? Anazikataa haki zake. Anakupa wewe zote. Anakutupia macho, tupa macho. Jamani natupa, inakuangalia hivi na unatupa macho. Hakuna kuchunguzana pale, acha uongo wewe dada. Wewe hivi vijana wote umewakosa waliookoka. Hawakufai wewe mpaka ukaingia kwenye tindiga lile pale. Haya ndio misingi tunayosema. Vijana hata kama umekosa wa hapa, umeona haya, umeona aibu, kaka zako, nenda kwenye mikesha. Sinaongea mtu aseme amina hapa. Huwezi ukamaliza miji 10 Mungu hajakujibu. Sawa. Na ukifika kwenye mikesha usikae, omba mbele kule. Omba zunguka, omba. Wakati wa sifa cheza. Usikae. Uonekane. Shida yako si mume. Umewakosa wote. Hapo kaka zetu unafikiri hawakuoni, wanakuona. Lakini ni wewe sasa ujiposition vizuri. Sifa ikipigwa kanisani wewe mzee kabisa. Ukifahamu ile wewe una mume kwa vijana hauji sasa unaponaje? Mtano jirani yule kana mwambie hello wewe. Kwa hiyo taratibu wa kanisa ni huo. Usilete vurugu. Mtu anayefanya vingi, na ukitaka kuchumbia nenda kwa mwenyekiti wa vijana, simama juu. Mwambie mimi nimependa dada fulani na huyu nilishamwombea, siwe na roho ya wivu. Hata kama anayechumbiwa ni jicho lake lilikuwa pale, inabidi aachie. Leo anaweza kuchumbia mtoto wa mwenyekiti. Ukasikia wewe kijana umeokoka vizuri wewe. Anapaswa kuruhusu. Na vigezo ni kijana huyo anahudhuria vijana, ni kijana mzuri, hana matatizo, basi baada ya hapo atatuletea jina lako huyu huko. Atanikuta mimi pale, atawaleta wewe na huyu anayetaka kukuoa. Mtakuja kule, tutawauliza mmeotana au mmeonana mkavutiana. Tumeotana. Nasema okay, kama ni kuotana tuthibitishe kwa maombi ya kufunga na kusali.
siku ngapi? 3 kavu, ili Mungu na sisi atuambie, sababu ni jambo la roho. Kesho tusionekane tumehalalisha ujinga. Ukisema kwa kweli nilipomuona mtupo wa macho akanivutia, mimi nimempenda tu the way alivyo, moyo wangu umekubali. Hapa hatuna maswali, upendo uhojiwi. Okay, umempenda kabisa kutoka ndani amoyo basi. Kwa sababu hata siku mmeshikana roho, mkirudi swali litakuwa ni hilo tu, mlituambia mnapendana, wewe upendo umeenda wapi? Na ndio maana kwenye kiroho lazima tuhakiki. Ndio maana dada, usije hapa na uongo nini nana nikamuona tutathibitisha kwa siku 3. Mimi mwenyewe napenda maombi ya hivyo. Kwa sababu tunaenda kutengeneza hapa hatima ya mtu, sio ya masiara hata kidogo. Tukimaliza tutakupeleka kwenye sheria za nchi. Sheria ya nchi inataka upime afya, ndio utaratibu wa kanisa. Utakwenda kucheki afya yako na mpenzi wako, na bahati nzuri sisi hatukupeleki na mtu yeyote, unakwenda mwenyewe na unayemuoa. Kwani kuna dhambi gani? Mkikutwa wagonjwa simtakataana wenyewe? Mzee wa kanisa anaenda kushuhudia nini? Kama wewe baba umekuwa na imani, mama ni mgonjwa, ukasema mimi nitakuoa tu. Wewe daktari, andika sisi ni wazima. Mimi ninachopokea ni cheti cha daktari cha kuambiwa hawa watu ni wazima. Zoezi linaendelea. Akisema tu kuna otherwise, tunaanza upya. Aidha tufunge kwa ajili ya kuondoa ugonjwa, kwa sababu inawezekana mwanaume amependa mpaka amepitiliza, tutamsaidia kwa kuomba, na Mungu ana uwezo wa kuponya. Tunaongea na mtu mmoja, aseme amina hapa. Kwa hiyo msikwepe. Na binti, hutapimwa ugonjwa tu na mimba, ili ukiwa nayo tuambie ni ya huyu ninja au ni ya ninja huyu. Kama ni ya huyu uliye naye, tujue namna ya kumsaidia. Sijui kama naongea na mtu, aseme amen. Kama mwenye kiti. Mkimaliza utaratibu huo wa afya, tutawaaga sisi rasmi kanisani, tutawapeleka kwenye familia. Huo ndio utaratibu. Kwa sababu kwenye familia hamwezi kwenda mna mapungufu. Leo tuna watu wanavunja utaratibu, wanaanza na familia zao. Mkija kupima huku mkutwe mnaumwa nyie, mtakuwa wageni wa nani? Na familia mmeshaliambia. Sisi ndio watu wa kuieleza familia ni vijana wema. Hawa unaona wamefunga ndoa, hawa tulipiga simu kwa wazazi wao. Halo, vijana wetu ni vijana wema, mambo yao yako sawa sawa, ni waaminifu kanisani, hakuna matatizo, tunawakabidhi. Hakuna swali huyu jamaa aliulizwa. Halipo. Sababu kauli ya mchungaji kwa mzazi haina upinzani. Sisi tunakusaidia. Ukimaliza kwenda kutoa mahali sisi hatuingilii. Na wala usiniambie mchungaji niombee nipunguziwe, huko sipo. Mimi nakuacha kwa wazazi wa kushone. Umbavu. Ukimaliza kule, na nimeamua niziseme hizi ili ukidivert ujue utakutana na Mungu kule mbele. Ukimaliza, kwa wazazi watatuandikia barua ama watatupa taarifa ya makubaliano yenu. Sikia bwana mchungaji, tumeelewana, mahali milioni 15, kijana katoa milioni 10, sawa. Milioni 5 ndio baki, watamalizia kidogo kidogo. Sisi kama wazazi tumeridhia jambo lao liendelee, kanisa linaendelea. Na ndio maana ndoa sio ya kukurupuka. Ndoa ina mambo hayo, ina family, ina serikali, ina kanisa. Sasa tumepata watu wanafanya utumbo. Wewe huwezi ukapeleka mchumba wako kwa mama yako bila kanisa kujua. Wewe ni upumbavu. Na lazima tukatae. Na mtu akifanya hivyo tunafukuza asubuhi. Ameasi imani. Jinga wewe. Tutataka kitambulisho chetu full stop. Wewe kwenda kaole unapopata.
kwenda. Fuata utaratibu. Mmekutana kanisani, mmekutana wapi? Lete mtu kwa mchungaji wako. Na wakati mwingine pastors wana jicho kuliko mzazi wako. Atakwambia mwanangu, hii ngoma hii. Pamoja na kwamba una upendo, lakini hii ngoma hii ndio hii. Haikeshi. Sinaongea na mtu aseme amina hapa. Kuna kijana mmoja ananiletea binti tu alipofika kwanza aliposimama tu. Nikamwambia kijana, kaa. Pastor, okay. Nikamwambia binti, kaa. Ngoja amejua, kaa. Alafu nikamuuliza, unaitwa nani? Naitwa fulani. Mchungaji wako anajua kwamba umepata mchumba? Unakuja kuolewa hapa? Siwezi kumwambia pastor, labda nimwambie mchungaji wa vijana, ndio tunaelewana. Nikasema tindiga tayari. Tindiga hivi tayari. Wewe unaolewa kinyemela. Pastor wako anayekulea hajui kwa sababu gani? Nikamwambia nipe namba ya mchungaji wako. Namba ya mchungaji. Alitafuta zaidi ya nusu saa. Alafu baadaye akanipa namba ya mtu mwingine. Akaniambia hiyo ndio namba ya pastor. Wakaondoka. Wameenda, kijana akarudi. Akaniambia sikiliza mchungaji. Udanga simuelewi. Nikamwelewa. Mwelewe. Bana. Sio umeniletea wewe. Mwelewe. Hakuna tabu. Mwelewe tu mwanangu. Hapana. Kwanza amekupa namba ya uongo. Tumefika pale ameniambia namba ya mtu mwingine. Sasa kwa nini anafanya hivi? Alafu wakati tunakuja walishindana, yani kumleta, anamwambia mwambie pastor tutaenda Jumamosi. Yani binti anamwambia kijana, nenda mwambie mchungaji wako tutamkuta Jumamosi. Mimi nina kazi Alhamisi na Jumanne. Kama akaambia mchungaji Jumamosi hana muda, akamwambia nenda mwambie tutamlipa muda wake. Akamuuliza hivi, wewe unamjua pastor Bo? Au mjui? Akaja hapa akakuta tumekaa pale kwenye mikorosho na vijana wangu tunapiga story. Akamuuliza, mchungaji mwenyewe kumbe ndio wasije kuwa wachungaji wa vitambaa. Kwa sababu alipo smart ni kama wa vitambaa. Sasa ya machungaji yamejaa vumbi mpaka kwenye meno. Lakini sisi tuko hivi. Niambia mwanangu hakuna mke hapa. Ila oa. Mimi kumchagulia mke siwezi. Wewe unapenda. Inawezekana wewe kama suluhu ya mtu. Wameenda wakumaliza wiki mbili. Wao wenyewe tu wakaparaganyika. Dada akamwambia ukinioa 50-50. Hawajaoana. Dada akamwambia mimi ukinioa ni 50 kwa 50. Hakuna mchezo. Mimi ukitani dada na wewe. Jamaa akaja siku moja hapa akanyong'onyea kijana wangu switi yuko wapi siku hizi. Kaniambia baba, basi. Nimeinua mikono mchungaji. Mimi ukiniletea kama sio wa Mungu chumba utakufa tu. Kama ni wa Mungu mtaendelea. Na mimi kukushauri uache siwezi. Sioi mimi nishaoa. Kukushauri acha siwezi. Hata unishawishi vipi siwezi. Ila cha Bwana kitadhihirika. Hamwendani utavunjika, na ukivunjika wewe usilalamike, rudi mshukuru Bwana, toa na sadaka, endelea na mambo. Petani ile niliyekana. Mimi hapo wakati analeta ule uchumba tulikuwa na chumba zingine 3. Ya ile ilikuwa ya 4. Moja hii hapo imeshatiki. Nyingine Novemba na yenyewe itatiki. Nyingine mwaka kesho itatiki. Sema amen. Lakini wote wameanzia madhabahuni. Madhabahuni unayosema. Sasa wewe usiingie kichwa. Na wewe mama uliyeko hapa una mtoto, usikubali mtoto wako akawa sababu ya kukuangusha kwenye utumishi ulionao. Binti anapofika kwenye kuolewa, wewe usiruhusu kila kitu. Wasiliana na wachungaji. Sema amina. Wengine hapa wamefika kuoana ni nini? Wakalikwepa kanisa. Tukawapa wakapime wapi wakakimbia. Sasa kwa nini unatuachia maswali?
Nani atakayetujibu maswali haya? Tumekupa fomu, ina muhuri wa kanisa. Nenda kaangalie afya yenu, rudisheni hapa mwetu wapeleke. Mnaenda jumla na fomu yetu, si mwirudishe basi hata fomu. Maswali hayo maswali wewe utayajibu shangapi? Na mtu wa hivyo wala tuhitaji vikao. Wewe sio mwenzetu. Unachopaswa kufanya, katibu wa kanisa wa tawi la hapa waliofanya hivyo, hakikisha unapokea hizo kadi za ushirika. Hayo ndio maelekezo. Halo? Nasema halo. Shike mkono jirani yako, mwambie umesikia unaambiwa nini hapa? Wazazi msiingilie hivi vitu. Vijana hawa ni waongo hawa. Hawa vijana wana mambo mengi ya kudanganya. Wanaweza kukupiga fiksi wewe mpaka ukaelewa. Hawawezi kunidanganya mimi. Mambo wanayokuambia wewe hawawezi kuniambia mimi hawa. Nikikaaga nao hivi ni utisho la Mungu likishuka, wanakuwa wa kweli. Na siwezi kuojeana nao mpaka nimemwomba Mungu. Sema amina. Wewe mzazi utapigwa fiksi tu. Huyu anafanya kazi Dubai. Sio na nini, kumbe jamaa mwenyewe kufungola mboto tu hapa, hana hata kitu chochote. Mimi akikaa hapa atasema kweli. Mama, kuna mama mmoja aliletwa hapa kafumaniwa. Sema amina. Semeni amina. Kafumaniwa na mume wake. Baba wakaletana hapa. Mama anasema mimi hajaniona. Baba anasema nimekuona. Kaga mwanangu. Mama mtu mzima amefumwa mahali. Na hao walikuwa wanalipizana kisasi. Alianza akamfuma mwanaume, wakaletana. Mama naye kalipa. Kwani mnatuelewaga nyewe mkiwa kanisani hapa tulikuwa tunawafundisha? Mnaelewa nini? Kamama kakavu. Kwani mimi nimekosa nini? Nimekosa nini? Yaani mwanaume huyo amenichoka. Anataka kuniacha. Nikamwambia mwanangu kaa hapa. Alafu nikasema hivi, baba, katika jina la Yesu aliye hai, uongo wowote utakaoendelea hapa lazima mtu mmoja afe. Hapo sicheki. Nimenyanyuka kwenye meza pale. I'm very very serious. Nashusha upako kweli kweli mpaka machozi yakatoka. Alafu nikakaa nikafuka. Ngambia wewe baba, ongea. Baba mchungaji ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, ataongea kama hizo. Kaa kimya. Haya nimekuelewa. Wewe baba ongea. Kimya. Hakatai. Hakubali kimya. Nikasema unataka nirudie? Unataka nirudie? Hapo unaona mama. Na alikuwa nimejaa roho kweli siku ile. Mama akasema baba, ngoja niseme kweli. Kweli baba, nimekosea. Sema kwa sauti. Nimekosea mimi. Nini umekosea? Kweli nikitembea na huyu na huyu. Lakini kwa sababu ya huyu yeye mwenyewe. Nikamwambia wewe umekosea, hujakosea. Mwanaume akasema, "Unaona sasa mchungaji. Nilikuwa nakwambia hebu nipe muda nimpige makofi kidogo." Wewe nani alikupiga makofi? Wewe uliletwa hapo na mke wako, wewe umefumaniwa. Jinga wewe. Ukipanda njugu usitegemee kuvuna karanga. Huyo wakasamehe. Haya, samehe mkeo. Nimekusamehe. Nimekusamehe mkeo. Sema kwa sababu. Nimekusamehe. Shike. Haya nyumbani. Buzi. Nikasema baba, asante umenitetea. Haleluya. Hata wewe ukija utoki pale. Hata kama ungekuwa na wewe ni professional wa uongo, pale utoki. Ukiona unaongea uongo mimi nakutazama, maana yake nakuacha. Sio kafikiri una akili kuliko Pastor Paul. Na mauongo mimi huwa yanakataa moja kwa moja kwenye kifua. Ukianza tu unajua tayari hii inapigwa kama. Tunasoma wapi? Tumekuwa nilikuwa nataka kuzungumzia habari ya hasa kanisa. Tumekuwa na makanisa yenye vurugu kwa sababu ya watu kutofuata utaratibu. Kanisa
lina mpangilio wake. Kanisa lina utaratibu. Ndio maana kuna fomu mmezijaza hapa. Fomu zile zinakutaka wewe uhudhurie ibada. Kuto kuhudhuria ibada Unataka fujo. Hakuna mahali mtakuwepo ambapo hakuna utaratibu. Hata nchi ina utaratibu wake. Pamoja na Bible, lakini kuna utaratibu tunaenda nao. Si useme amina? Kwa hiyo binti uliyeko hapa, acha mihemko. Ukitaka kuolewa, mkutano usiku. Acha mihemko. Kuvunja utaratibu wa kanisa Ni kuvunja ibada yako mwenyewe. Kukwepa utaratibu wa kanisa ni kukwepa ibada yako wewe mwenyewe. na sisi hatuna kingine zaidi ya wewe kurejesha Kadi ya ushirika wako, na unakuwa sio mshirika wetu, kwa sababu ulazimishwa kwa. Kwani kuna ugumu gani? Hebu muulize jirani yako, hivi wewe binti, kuna ugumu gani? Kwanza wewe ndio unayelindwa, kwa sababu wewe ukimleta mtu kule ofisini, wewe ndio uko safe. Kwa sababu haya maninja haya bila kuyabana kule, haya yanaweza kukuharibia. Sisi tukimbana kule tunamnyima uhuru kwako. Huyu bodi umuulizeni, nilikuwa namkemea kila siku, wewe usikuone na binti hapo barabarani. Sawa baba, sawa. Hata kama ukienda kwa maficho, mimi nimeshasema. Nisikuone una sawa baba, sawa. Nisikuone. Hata wewe nilikwambia nisikuone. Kumbavu. Sema amina. Kuna mtu ananielewa hapa, sema amen. Tunakulinda wewe. Tunakulinda, na mwanaume ni dhaifu mno kwa mwanamke. Anaweza akawa anapiga sauti hapa, labda baba hana lolote kwa mwanamke. Kadada kakijika hivi tayari. Baba. Lazima mwanamke ni kama fire extinguisher. Lakini wewe binti, tukikwambia no, utamwambia no. Akamwambia hapana, siwezi kukuoa mpaka nimekujua. Mwambie usinioe. Full stop. Kwani lazima mpaka kujua ndio kuoa? Hawa si ndio wanaharibia maisha, amekujua tu mimba. Alafu ninja anakimbia. Unabaki wewe unalea sasa. Unachechea huko. Baba mchunga. Kanikimbia. Weka mkono wako hapo. Twende ujinga. Sasa tukiwaambia mnatuona kama vile hatuwapendi. Mimi nawapenda. Mimi natamani muwe kama hao. Simameni mabibi harusi. Mabibi harusi wa Jumamosi ile. Wow. Wewe baba mwenzetu, ukianza siku upite huku. Wewe ni baba mwenzetu. sema amen. Ni vijana, kumbe kuoa bwana mambo yanabadilika. Kijana amependeza sana. Mama mwenzaji. Mama ongea. Mimi nafurahi kusema fundisho yangu yanafanya kazi. Sasa kaeni. Na unaona walipokuja wameshikana mkono. Nikaona wengine mnakapua hivi. Mnakapua. Mpetano jirani ndiye kanaye. Mwambie wewe yatakutoka macho mpaka ufe kama upiti kwenye utaratibu. Mimi niliona wameingia. Inawezekana jamani. Kwani mpaka muingie hivyo? Ndio tunawafundisha hivi. Kokote wanapokuwa kumbi mapenzi ya njiwa. Nilikuwa natolea mfano wa mseo. Kavuja yuko tu mwenyewe, mke wake yuko kule nyuma, yani hawaelewi chochote. Sasa wote kuna himiza watu hawataki. Haya, tumalize basi pale Samueli wa kwanza.
mpaka wapi limo mdogo? 5. Tulisoma mpaka 5. 31. Haya, tuendelee hapo. Na maneno hayo aliyosema Daudi aliposikiwa, watu wakamweleza Sauli. Aibu ya taifa la Israeli alikuwa Goliathi. Goliathi alikuwa amesimama kwa ajili ya kuharibu taifa. Na tuko hapa tunajifunza, somo linasema nini? Nani atatuondolea aibu hii? Nani atakayeiondoa aibu ya familia?